Okay, karibu tena. This is Algo. Leo tutaanza our first part ya strategy ambayo inabidi tuijifunze, ambayo inabidi tuielewe, ambayo tutakuwa tunatumia support and resistance in a way that vitakuwa ni accurate sana kwenye trading career yako. Sawa? So you can use this method kuweza kutambua ni point gani ya kuweza kuingia ama kutoka sokoni. Sawa? Itakujengea uwezo bora wa wewe kuingia sokoni, kujua wapi unaingilia na wapi unatokea. So, hii ni price action ambayo tunaizungumzia. Tukianza na definition ya price action, tunasemaje? Kwamba ni ile hali ya kutumia the previous data ili kupata kupredict the future. So, ili kuepukana kuangalia support na resistance za kale ambazo zinakuwa zinapita, zinaweza zisikupe wewe faida ya moja kwa moja kwenye market. Hivyo leo tutaangalia support and resistance ama point of reaction, ama tunaweza tukaita key levels. Sawa? Ili kuweza kujua ni wapi unaingilia, ni wapi unatokea. Simply tuziite key levels kwa sababu ni sehemu ambapo tuna expect kupata some kind of reaction ambayo itatusaidia sisi kama trader kuweza kujua ni kitu gani unachukua. So the first thing ni nini? Njoo kwenye weekly time frame. This is majorly for day traders. Sawa? Not for scalpers. Scalpers nitakuja niwaelezee tunaanzia wapi, au kwa wale swingers nitaelekeza tunaanzia wapi, na positional traders tutazungumzia tunalifanyia wapi kind of analysis. So the first thing ni nini? Kuchukua the previous data. The previous data tunazipata wapi tukiwa kwenye weekly time frame? Sawa? Tuangalie mfano huu hapa ambao tunao bora. Hii ni wiki ambayo ipo live ambayo tunakuwa tunaiangalia. Sawa? Ambapo this week tutakuwa tunasema kwamba the price ambayo iko the front week ndo ambayo inabidi tuhusike kwenye kuitrade on the lower time frame. That is to say the previous data tutaanza kuchukua kwenye kendo ya nyuma. That is to say inakuwa ni rahisi na kuchukua key levels nzuri kwa kuanza kuchora mistari, the horizontal lines, ili ipate kutupa key levels. Sawa? So tutachora mstari kwenye open, kwenye close, kwenye high na low. Hiyo itakuwa ni ya kwanza. Sawa? Tutachora hapo, tutachora hapa, tutachora huku pia chini. Sawa? Lakini tofauti inakuja ni moja. Tunakuja kuona mstari wa kwanza na mstari wa pili ratio zake zinafanana, and it is very good. Hapa na hapa zinafanana, it is very good, lakini body hapa imeacha nafasi kubwa, and we need to reduce this gap ili tuweze kupata key levels za hapa katikati, ili tuweze kujua price ina react vipi. So kwenye kuangalia the mode of reaction ama katikati tunaweka vipi mistari, inabidi tuchukue mstari wetu mmoja tuweke kwenye hizi closing price mbili hapa, ili kutengeneza ratios ambazo zinafanana, lakini we still have the problem kwamba mstari huu na mstari huu bado ni nini, ni mirefu. Kwa hivyo tunalazimika kutafuta at least mstari mmoja wa hapa katikati ili uweze kutupatia features nzuri. So kwa maelezo hayo ni nini inamaanisha, tutakuja kuangalia price ambayo imefunga hapa katikati, kuna closing price hapo ili tuweze kuifix. Kwa hivyo tutalazimika kwenda kuangalia the other time frames, ambapo kwa ubora, kwa usahihi nitaweka hapa, au let's assume hapa, kwa sababu inakuwa in a way middle, ndipo itakuwa it is not so perfect, lakini hivyo nimechukua eneo hili hapa. Sawa, naona linafanana na eneo hili hapa, ilikuwa ni juu sana. So hivi ndio jinsi ambavyo inaonekana. Sawa? Mistari yako kuwa michache itakusaidia wewe kupata point ya kuingilia na point ya kutokea. Sawa?
kwa sababu hii room tunayopata katikati ndo room ambayo sisi inaturuhusu kufanyeje, kutrade. Sawa? So kitu ambacho labda natakiwa ujiulize ni price imefunga hapa, sawa? This is the closing price of the previous candle. Inamaanisha nini? The price nyingine itakuja open hapa kwa sababu this was the closing. Hii itakuwa ni open. Iko hivyo, ndo taratibu uko hivyo. Tukianza kuangalia hapa, this was the closing, opening yake kafuata, closing kwa hapa, open hivyo. Kwa hiyo price inakuwa na mpokezano wa closing price na opening price. Tunaweza tukaliona hilo tukifungua nani yetu hapa, sawa? Kwa mfumo huu tunaweza tukaona kwamba kwenye mfumo wa bar graph tunaweza tukaona kwamba baa hii imefungia hapa, imempokeza huyu, amepandisha mpaka juu, amefunga, amekuja kuchukua hapa, hivyo kunakuwa na umpokezano. Kwa hiyo this is the point of determination, sawa? Kwa hiyo ndo maana tunachora mistari yetu hili kujua kwamba tutapata reaction gani, ili tuweze kujua tunapanda juu ama tunashuka chini. Sawa? Turudi kwenye candlestick. So after drawing your key levels, sawa, ni hapa utasema kwamba okay, in case price itapandisha juu tayari na key levels, in price itashuka chini at least na key levels. Sawa? So kinachofuata hapa ni kuweka the vertical line kwenye wick ambayo inaanza current. Sawa? Kwenye wick ambayo ipo current. Kwenye wick ambayo ipo current inamaanisha ni nini sasa? Hapa tutakuwa na advantage ya kusema kwamba tutaenda on the lower time frame kwenda kuangalia ni mode gani ya reaction zitakazokuwa zinafanyika mbele ya mstari, ili sisi tupate kuingia either for buying or either for selling. So unaweza ukaswitch into 1H ama kwenye H4, sawa? Unaweza ukaswitch kwenye H4 ama kwenye H1. This is the point ambapo utakuwa unaangalia mode zako of reaction na vitu kama hivyo. Sometimes you can go deeper mpaka kwenye lower time frame ili kuweza kuingia, lakini for myself I recommend twende tukaishi kwenye 1H. Sawa? So mstari naona magoma kukaa, just leo ni Jumaa, nitahesabu siku 5, 1, 2. Leo ni Jumaa, Alhamis. After Alhamis tulikuwa na Jumatano, Jumanne, Jumatatu, Jumapili. That is to say wiki ilianzia hapa. Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Right? Sawa? Kwa hiyo tutatoka hapa twende tukaangalie kwenye 1H jinsi ambavyo price inaonekana baada ya kuchora mistari yetu na jinsi ambavyo price ina react kwenye mistari yetu. So this is the point ambapo price ama week imeanza. Sawa? Hii tukiwa tunaizungumzia Jumapili ile, sawa? Wiki yetu imeanzia hapa kwa sababu this is derivative na hii ni step index, ikimaanisha kwamba we don't have some weekends za kupumzika, ni kazi, sawa? So tukija kwenye 1H, this is the picture ambayo tunakuwa tunaipata. So as a trader ni kitu ambacho wewe kinakuwa rahisi kwenda kukitrade. Kwa mfano tulikuwa tunazungumzia selling side na buying side kwenye the previous lessons ambazo tulikuwa tunaziongea, tukaja tukazungumzia buy side na sell side, tukaja tukazungumzia candlesticks. Hivyo tunaweza tukatumia vigezo mbalimbali kuingia sokoni na jinsi ya kutrade na vitu kama hivyo. So ngoja nikupe mifano michache na sehemu ambazo tunaweza kuingilia. Kitu ambacho tulikuwa tumekubaliana tangu mara ya kwanza, tulikuwa tunasema kwamba tutakuwa tunaangalia kwenye point ambazo price yetu imefika chini, sawa, ili kuweza kuingia. It is either tuingie hapa kushuka chini ama hapa kupandisha juu ama hapa kupandisha juu, lakini sehemu ambazo tutakuwa tunatumia kuingilia ni reaction ambazo zitakuwa zinafanyika kwenye nini, kwenye soko. So twende tu zoom kidogo ili nipate kukuonyesha some examples, sawa, candlesticks na vitu kama hivyo. If you find this helpful, please you can
subscribe, or yeah, something like that. Subscribe, like, comment kitu gani ambacho akijaenda sawa tukirekebishe, ama next tutorial tufanye kwenye kitu gani, sawa So kwa mfano tuipe shoot kitu kimoja, sawa Tulisema last time kwamba tutaangalia kendo ya mwisho ambayo itakuwa imepatikana kwenye trend. That is to say, baada ya hapa price consolidate kutokuonyesha maelewano mazuri, tusema tutakuja kuangalia kendo ya mwisho hii hapa. Just in case umekuta price iko hivyo umenashangaa hapa. Tutakuja kuangalia kendo ya mwisho ambayo itakuwa ni hii hapa, sawa Ambapo kendo hii tuliziita nini? The rejection candle, kwa sababu ya line yake ilikuwa ni nini? Ndefu kwenye kupanda juu. That is to say, tutachukua mstari wetu tukauita this is the buying side. Nilielezea hili kwenye the large video about candlestick, so if you don't have, just make sure unaitafuta ili unaenda kuiangalia, sawa Na hii ilikuwa ni selling side kwenye hii the bearish candle ambayo tunaizungumzia hapa. Hii hapa, sawa Tunaona the price imegoma kushuka chini, sawa resist kabisa kushuka nini? Chini. Price tunaona ilivunja na tulisema we will not enter the market if the giant candle imeappear. Sababu gani? Tunataka a pullback ije kufanyika this area, kisha tupate kuingia sokoni. Stop loss zetu tukiziweka huku chini, sawa TP yetu ya kwanza inakuwa ni hapa, sawa TP ya pili utaichukua wapi? Kama price itakubali kupitiliza, TP ya pili utakuja kuichukulia hapa. The same shit applies. After this pullback from here to here, inamaanisha nini? Pullback ilikuwa imeishia hapa, okay Unakuja kuangalia, okay, if this was a pullback, sawa pullback imeishia wapi na wewe unapata vipi kuingia sokoni? Inamaanisha kwamba utakuja kuangalia kendo ya mwisho ya hii selling situation, sawa Utakuja kuona, okay, kwenye huu mstari ilivyovunja tulikuwa na kendo ya mwisho ambayo ilikuwa na selling side yake huku chini, ambapo price ili resist kushuka chini. That is to say, tutaenda kuangalia upande wake wa juu, ambapo tutakuja kwenda kuangalia the buying side, sawa Tulisema the price has to break on the upside on the buying side, kisha ije kuretest, ndipo sisi tupate kufanyaje? Kuingia. Tukiingia sokoni after this rejection candle, or maybe after this candle, sawa itatupa sisi nafasi nzuri kusema hapa zitakuwa stop loss zetu, TP yetu ya kwanza kwenye mstari wetu wa kwanza, TP yetu ya pili kwenye mstari wa pili. Endapo price imefika mpaka juu napo imegoma kuonyesha ushirikiano wa kupandisha juu, still tuta apply kitu kimoja. On the buy side tutaweka, tunaona price imegoma. That is to say, tutaangalia upande wetu wa selling, ambapo sasa hivi nitatumia hii cross kuonyesha ile nisichanganye na mistari, kwamba okay, kwenye upande wa selling side tunaona kuja kuona kwamba ngoja nitumie tu mstari hapa. Kwenye upande wa selling side tunakuja kuona price ilivunja huku ikaja retest. Hii itakwambia kwamba okay, if the price imegoma kupandisha huko juu and we have the rejection candle, this is a selling setup, ambapo wewe itakusababisha ufanyeje? Uweze kuingia kwenye market. Ukiingia kwenye market, mstari wako wa kwanza utakuwa ni TP yako ya kwanza, sawa Take profit yako ya kwanza itakuwa ni hapa, take profit yako ya pili itakuwa ni hapa, sawa Price inafika mpaka mwisho, labda unaona inagoma kufanyeje? Kushuka chini. Kama kawaida nimeshakwambia, utakuja kwenye kendo yako ya mwisho ambayo umeipata kwenye hiyo scenario kwamba price imegoma price imegoma kwenda kushuka chini, sawa Sema okay, if the price imegoma kuendelea kushuka chini, what about the buying side? Tutaenda kuangalia kwenye kendo ya mwisho ambayo tulisema the buying side yake itakuwa ni hivi. What next after here? Tutasema the candle has break the giant candle. Tulisema nini about the giant candle? Tulisema we don't trade after the giant candle kwa sababu tutasubiri pullback kwenye eneo hili hapa, ambalo hii pullback itakuwa inatupa sisi confirmation, sawa
tunapandisha nayo mpaka juu. TP yako ya kwanza itakuwa ni hapa kwenye mstari wa kwanza, TP yako ya pili itakuwa ni kwenye mstari wa pili. The same shit. Price inagoma nafika kwenye mstari, inagoma kufanyeje? Kupandisha juu. That is to say, angalia kendo yako ya mwisho, nasema okay, kwenye upande huo price yangu ilikuwa ni wapi? Price yangu ilikuwa ni hapa juu, sawa? From there tutakuja kuangalia nini? Oh, kama price yako ilikuwa ni juu hapo na imegoma kuvunja juu, imevunja upande wa chini kwenye selling side, sawa? Inamaanisha nini? Kendo imevunja ni giant kendo, na tulisema we don't trade after the giant kendo, tutasubiria the pullback. After the pullback tutaingia hapa sokoni, sawa? Baada ya kendo kufunga, inamaanisha tutaingilia hapa, stop loss zetu tutaweka on the buying side huku juu. TP yako ya kwanza itakuwa kwenye mstari wa kwanza, TP yako ya pili itakuwa kwenye mstari wa pili. Sijui kama mnanielewa, lakini that's what I'm trying to say. So kwenye side of consolidation, tuchukue example of this area hapa, sawa? Price iko hapa, haina kitu cha kufanya, sawa? Price ipo kwenye zone hii hapa, kwamba haija break into buying side, pia vile vile haija break into what? Into selling side ya kendo hii. Kwa hiyo price is consolidating hapa. Uwezi ukachukua action ya kubuy or sell, ndio maana unaambiwa uwezi kutrade on the consolidation areas. So hiki ndo ambacho kinatokea. Jaribu take precaution, kwa sababu the previous chart haipi guarantee matokeo ya mbele. Ingia kwa risk management. Pia tuna sheria zingine ambazo zinaingia ndani zaidi kuelezea hichi kitu, so you can just check me in a private way tukakisolve hichi kitu. But for this tunaweza tukasema it is a great thing for you to learn, na ni kitu bora sana na rahisi wewe kutumia as a trader. Simplicity is the key. Thanks for watching. Mimi ni Algo. If you find this helpful, please like, share and comment ni kitu gani ambacho mtataka on the next video. So thanks for watching.